Wafalme wa pili 7 kuanzia mstari wa 3 inasema, now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, why stay here until we die? If we say we'll go to the city, the famine is there and we'll die. And if we stay here, we will also die. So let us go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, we will die. So at dusk, they got up and went to the camp of the Arameans. When they reached the edge of the camp, no one was there, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army. So they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptian kings to attack us. So they got up and fled in the dusk and abandoned their tent and their horses and their donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents, and ate and drank. Then they took silver, they took gold and clothes, and went off and hid them. Then they returned and entered another tent, and took same things from it and hid them also. Then they said to each other, what we are doing is not right. This is the day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let us go once and report this to the loyal palace. Praise the name of the Lord. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, this is the word that you have given unto us. We pray as we go through it, give us an understanding and a revelation of what you need us to understand for the journey of our lives. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. Let me hear somebody say amen. Amen. Fighting abundance in the midst of challenges, or fighting abundance in the midst of a crisis. Hapa kuna wanaume wanne ambao wamejipata at the gates of Samaria. The reason why they are there is because they have a disease. Praise the name of the Lord. Ni wagonjwa. Na ile ugonjwa wako nayo sio ugonjwa ya kawaida. Wako na ugonjwa wa ukoma. Ugonjwa ambao unakuseparate from your family, unakuseparate from your friends, na unakufanya uwe a person that is rejected, sick, and lonely. Praise the name of the Lord. And the Bible says ya kwamba hawa wenye ukoma wote walikuwa wanaume na walikuwa wanne. Na kwa sababu ya hali yao ya ugonjwa, walikuwa wametupwa huko nje ya milango ya Samaria. Lakini huku ndani kwa mji wa Samaria kulikuwa na njaa. Njaa ingine ambayo ilikuwa mbaya, kiwango ya kwamba wanawake walikuwa wanakula watoto. Njaa ambayo ilikuwa mbaya ya kwamba chakula iliyokuwa inapatikana ni mafi ya jiwa. Hiyo ndio ilikuwa inapatikana. The situation was so bad in the city. Na sio hivyo tu, kulikuwa na maadui waliokuwa wamesurround the city of Samaria. And the Bible says that the city was under siege. Mji ulikuwa umetekwa na maadui. Bwana Yesu asifiwe. Na naangalia vitu tatu ambazo hao wanaume wanapatana nazo. Ya kwanza ni wagonjwa. Ya pili wana njaa. Na ya tatu kuna maadui wamesurround the city of Samaria. And the Bible says, walisemezana. They said to each other, praise the name of the Lord. They said to each other, tukiendelea kuketi hapa, hakika tutakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukirudi kwa mji wa Samaria, hata huko tutakufa. So they were looking at options of how to find themselves out of this crisis. Na wanaulizana wanasema, tukikaa hapa mahali tumeketi, tuendelee tu kukaa hapa siku nyingine moja, hakika tutakufa. Praise the name of the Lord. Tukirudi kwa mji wa Samaria ambao umetekwa nyara
na maadui. Na umejaa starvation. Kumejaa starvation mahali pale. There is famine in the city. Hata wanawake wanakula watoto. If we go there, we shall also die. Praise the name of the Lord. So wakasema, let us go to the camp of the enemy. Praise the name of the Lord. Maybe they shall have mercy on us. Maybe watatuhurumia wale maadui na watatuokoa. So they decided to go to the camp of the Assyrian army. Na wakasema, maybe tukifika pale, wakiona hali yetu, vile tulivyo wagonjwa, na vile tuko na njaa, hata hatuna nguvu ya kupigana, maybe watatuhurumia. Praise the name of the Lord. Na wale wenye ukoma wanne wakaanza safari. Na walipoanza safari, walienda mpaka wakafika katika the camp of the enemy. Na walipofika pale, cha kushangaza ni kwamba walikuta hakuna mtu. Bwana Yesu asifiwe. Walikuta wale wanajeshi wametoroka. Walikuta chakula ilikuwa mingi sana. Mavazi yalikuwa mengi. Silver and gold zilikuwa zimekaa kila mahali. Praise the name of the Lord. Kulikuwa na horses. Kulikuwa na donkeys. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says kwanza waliketi chini wakakula. Wakakula. Ile njaa ikaisha. Ilipoisha, wakaanza kuingia kwa tents. Wanakuta kuna silver, kuna gold, kuna mavazi ya aina yote. Wanabeba wanaficha. Wanabeba walibeba mpaka wakachoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu ambacho kilisababisha wale maadui kuondoka ama wale maadui kutoroka. The Bible says Mungu alipoona imani ya wale wenye ukoma wanne na maamuzi waliotengeneza, praise the name of the Lord, when the Lord saw their decision that they were willing to risk their lives, Mungu alishuka kuwasaidia. Akafanya miguu yao itembee kama jeshi kuu. Na wale maadui wakasema, kumbe mfalme wa Israeli amekomboa wana wa Misri na jeshi la Hittites kuja kutupiga, na wakatoroka. Praise the name of the Lord. Kile ambacho kilibadilisha maisha yao, was a decision they made. Na kile ambacho kitabadilisha maisha yako, it is a decision that you are going to make. Praise the name of the Lord. Tunasemanga ya kwamba, na mimi nitakwambia hivi kwa upole na sina ubaya na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Where you are today, ama mahali ambapo uko siku ya leo, is a result of two things. Number one, a decision you have made. Number two, a decision you have refused to make. Bwana Yesu asifiwe. Mahali uko na maeneo yenye unaishi na hali ambayo unapitia inasababishwa na maamuzi umefanya ama maamuzi umekataa kufanya. Praise the name of the Lord. Kile kinanifurahisha siku ya leo ni kwamba hawa wanaume wanne, they made a decision. They decided to do something. And that is my point number one. They took action in a desperate situation. Praise the name of the Lord. They took action in a desperate situation. I have come to encourage you today. If you are going through a challenge or you are going through a situation, what is going to bring you out of that situation is a decision. So stop complaining. Praise the name of the Lord. Jambo la kwanza, acha kunugunika. Jambo la pili, wacha kulaumu mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Own your situation. Ile hali ambayo unapitia, own it. Sema, this is my situation right now, and I have to make a decision about my life. Praise the name of the Lord. Stop complaining. Stop blaming the government, blaming your boss, blaming your husband, blaming your father, your mother, your children. Stop blaming anybody and take action. Take action over what you are going through. That desperate situation. Take a desperate decision. Praise the name of the Lord. Kile tunaona hapa ni
decision. Let us go to the camp of our enemies. Take action in desperate situation. Wakati unajipata katika hali ambayo hauielewi, fanya maamuzi. Na yale maamuzi utafanya, hata kama itahatarisha maisha yako, usirudi back. Praise the name of the Lord. Yale maamuzi utafanya, hata kama itaumiza wenzako, amua na usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. I came to tell you today, take action. The reason why you are stagnant, the reason why you are not moving, the reason why you are not going forward is because you have not agreed to take action. Make a decision. Praise the name of the Lord. Can I hear somebody say amen? Make a decision. Praise the name of the Lord. Make a decision. Make a decision. Number 2, trust God even in an impossible circumstance. Wale watu waliamini wakasema, let us go to the camp of the enemy. Maybe they shall have mercy on us. They trusted their God. They trusted to have mercy in an impossible circumstance. Let us go to the camp of the enemy. And me, I'm so happy about these people. Because when God saw their faith, when you trust in God, you strengthen your faith. Huwa unatia nguvu imani yako. Wakati unamwamini Mungu, huwa unatia nguvu imani yako. And they said, we shall go to the camp of the enemy. And when God heard their faith, when God saw their decision, and that they were willing to go to the camp of the enemy, and they were trusting him, he came down to help them. Praise the name of the Lord. Alikuja akafanya miguu yao kuwa na sound kama ya chariots of war. Mungu alikuja akaback their faith. Mungu alikuja akaback their decision. Mungu alikuja akawatia moyo na akawatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na wale watu wakafika katika kampi ya Arameans na wakapata miujiza. Jambo la 3 tunaweza soma kutoka hiyo story ni ya kwamba use whatever you have. Na nimesikia tumeomba na hiyo fast, be a carrier of good news. Praise the name of the Lord. Use whatever means you have to share the good news. The Bible says walipofika pale kwa kambi ya maadui, wakapata kuna farasi, kuna punda zimebaki pale, wenyewe wametoroka, wakaanza kubeba wakificha. Walifika mahali wakasema, we are not doing well. Lile jambo ambalo tunafanya si jambo la heshima. Let us go and tell the people of the city. Praise the name of the Lord. They used whatever they had to share the good news. Na tumeambiwa hapa tukiongozwa, be a carrier of good news. Praise the name of the Lord. These 4 men who are starved, who are lost, who are sick, who are surrounded by the enemy, who are rejected, they became the carrier of the good news. Praise the name of the Lord. They broke a situation. They became the people that the Lord was going to use to share a testimony. Yani wale watu waliokuwa wamekataliwa, wakawa ndio watu ambao Mungu anatumia to spread his testimony, to spread the good news. Bwana Yesu asifiwe. So use whatever you have. Hata unapotoka hapa saa hizi, whatever the time you have, the business you have, the friends you have, the social media handles you have, use them to spread the good news. Whatever you have,